Shalom na kusalimu katika jina la Yesu. Kukaribishe tena katika siku ya leo tunapoendelea na maombi yetu. Tuliyoomba katika kipindi kilichopita, tulikuwa tunamuomba Bwana atufungulie njia zilizoziba, lakini atuondolee giza, na tulisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 19 ule mstari wa 7, anasema wameiziba njia yangu nisipite, wametia giza nisiyaone mapito. Kwa hiyo unapotafuta kufika mahali ambako umekusudia kwenda au Mungu amekuandalia, kuna njia unayotakiwa kuipita, lakini ile njia adui anachokifanya ni kuziba ili usione neema, ili usiweze kupita, na anaachilia giza usione mapito. Kwa tulipata nafasi tukaomba, na siku ya leo nataka tupate tena nafasi tuendelee kuomba maombi hayo, tuondoe kila vizibe vinavyowekwa. Funika macho yako niombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa uaminifu na upendo na fadhili zako. Asante kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa tena siku ya leo. Tunakurudishia utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunaomba neema yako na uwezo wako uwe pamoja nasi. Neno lako likapate kuwa na nguvu na maombi yetu yakapate kujibiwa tena katika jina la Yesu. Amen. Leo nataka nikusogeze mahali kidogo. Tunaona anasema wamenizibia njia. Kwa viko vitu mbalimbali ambavyo adui anavitumia kuziba njia, na leo nimesikia kuomba jambo hili, kuondoa staili hii ya kuziba ambao shetani anaitumia. Inapatikana katika kile kitabu cha Hosea sura ile ya 2 na ule mstari wa 6 pale. Hosea sura ile ya 2 mstari ule wa 6 anasema, basi kwa ajili ya hayo angalia, nitaiziba njia yako kwa miiba. Anasema nitaiziba njia yako kwa miiba, nitafanya kitalu juu yake, asipate kuyaona mapito yake. Kwa hiyo adui anatumia miiba kuziba njia za watu. Kwenye Ayubu tuliona anasema wameziba njia nisipite. Kwa adui anapotaka kukuzuia usipite, usiende mahali ambako Mungu ametuandalia, kama tulivyoona katika Zaburi 32 mstari wa 8, nitakufundisha, nitakuonesha njia utakayoiendea. Wakati Mungu amekuonesha ile njia ya mafanikio yako, njia ya kuinuliwa kwako, njia ya kufanikiwa kwako, Mungu anapokufunulia na kukuonesha, kazi ya shetani ni kuziba. Na njia mojawapo anayotumia kuziba njia, anasema hapa nitaiziba kwa miiba. Kumbe kuna njia zinazibagwa kwa miiba. Sasa nataka nikufunulie jambo hapo. Anapozungumza ataziba kwa miiba, nini maana yake? Maana yake ile njia utakayokuwa unaipitia itakuwa na masumbufu mengi, itakuwa na maumivu mengi, na yale masumbufu sio makubwa, ni madogo madogo, lakini yanaleta maumivu ndani. Sababu wewe mwenyewe unaelewa, wale tuliokuwa tunacheza mpira peku, kuna viwanja unakuta vina miiba, ukichomwa hata mudi ya kucheza mpira inaisha tena. Wale wanaolima mpunga, wanaolima mashamba, hawana zile rain boot zile, wakati wanalima kuna mbigiri zinachoma, kuna miiba inachoma, inaleta maumivu. Sasa utakumbuka mwanadamu alipoasi, adhabu aliyopewa, aliambiwa utailima ardhi na mbigiri zitakuchoma, miiba itakuchoma. Manake kuna mateso na masumbufu madogo madogo utakutana nayo kwenye hiyo njia, utapambana nayo kwenye hiyo njia. Kwa hiyo adui anachokitumia kwa lugha nyepesi kuziba njia yako, ataachilia masumbufu madogo madogo. Kama ulituma maombi, utashangaa haupewi kwa wakati, wanakuletea sababu nyingi zisizokuwa na msingi. Kuna 1 2 3, ulituma maombi ya kazi, wanakuambia kuna hiki, umepeleza hiki, umepeleka hizi. Unatafuta kitu fulani, anakuambia hichi kimepelea hichi, kimepelea hichi, wanakuambia hivi. Masumbufu yanakuepo, masumbufu lengo ni kuiziba njia ili usipite, mapito yako yaweze kupotea, ili ukate tamaa, uvunjike moyo. Nataka nikwambie usikate tamaa. Mungu aliyesema atakuonesha njia, ameshakuonesha, na anajua njia unayopita. Adui ataweka miiba. Sasa leo nataka tukaondoe hiyo miiba, hayo masumbufu madogo madogo ambayo adui anayaachilia katika njia zako. Mungu apate kushughulika nayo, Mungu apate kushughulika nayo. Nafikiri unaweza ukanielewa. Watu wanahangaika sasa hivi, tuna watu wamemaliza wana degree, wengine wana masters, wengine hivyo, kila mmoja kulingana na, wana diploma, wengine certificate, lakini hawana ajira. Wamekaa wanahangaika, na wanaitwa, wanaambiwa hapa pita hapa, pita hapa, masumbufu mengi yapati.
Kuna jambo ulikuwa unafuatilia, kuna mradi ulikuwa unafuatilia na Mungu amekuonesha kwa huo utafanikiwa. Kuna jambo ulikuwa unafuatilia, hilo utafanikiwa. Mungu amekuonesha njia ya kupita. Lakini kazi ya adui ni kuziba kwenye hiyo njia. Anazibaje? Anaweka miiba. Miiba ni masumbufu madogo madogo. Mungu amenituma kwako leo, hiyo miiba kwenye njia yako inaondoka katika jina la Yesu aliye hai. Hiyo miiba kwenye njia yako ambayo unatakiwa uipite uende ukafanikiwe, inaondoka kwa jina la Yesu Kristo, na neema ya Mungu inafunuliwa, na mkono wa Bwana wa baraka utakuwa pamoja nawe, kwa sababu ni yeye aliyesema, aliwaambia wana wa Israeli, nitawapitisha kwenye katika bahari ya Shamu, katika njia yenye miiba, yenye nyoka za shaba. Anasema nitawapitisha hapo, lakini msiogope, mimi nitatangulia katika njia, nitawaongoza na kuwaonesha mahali mnapotakiwa kwenda. Kwa hiyo Mungu aliyetupa hiyo njia na kutuonesha hiyo njia, anajua kabisa kuna miiba. Sasa tunataka tumwambie Bwana aondoe masumbufu hayo madogo madogo unayokutana nayo katika kile unachokitafuta, katika kile unachokipigania, katika kile unachokipigania uwezi kufikia ndoto yako. Kuna njia umeoneshwa, pita hapa, lakini adui ametengeneza hila. Kwa hiyo nataka twende mbele za Bwana tukaondoe hiyo miiba. Mungu ni mwaminifu kabisa, na Mungu anasikia, na yeye yupo. Aliyesema atatutangulia, tumwambia tutangulie. Kabla tujakanyaga, akanyage yeye. Hayo masumbufu yaondoke, na nina uhakika utafanikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Vikishaondoka tu hivyo vilivyoziba, likishaondoka giza, ikishaondoka hiyo miiba, Mungu anaingilia kati. Nataka tuende mbele za Bwana. Ungana nami katika maombi haya. Lakini pia unaweza ukashare na watu wengine, kuambia wasubscribe, kwa sababu kadri Mungu anavyotupa neema na kitu cha kufanya kwa wakati tunaachilia. Kwa hiyo ili tunapokiachilia, unaposubscribe unakipata ndani ya wakati, kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuzungumza neno la saa na neno la wakati. Saa hii kuna watu wanasumbuka, saa hii kuna watu wanahangaika, masumbufu yamekuwa mengi katika kile ambacho Bwana ameonyesha. Kwa hii ukipita hapo utafanikiwa, lakini masumbufu yamekuwa mengi. Kwa Mungu anapotupa neno, amekusudia kuwavusha watu. Kumbuka anasema ulituma neno lake likawaponya na kuwatoa kwenye maangamizo. Kwa na mimi Bwana amenipa neno hili ili uvuke. Nataka tuende mbele za Bwana. Ungana nami. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mwenye nguvu. Unajibu kwa moto Bwana. Ni Mungu unayesikia kuomba kwetu. Umetupa majira haya tena, umetupa wakati huu tena Bwana. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaenda kinyume na kila miiba iliyowekwa katika njia ili kutuzibia tusisogee, ili kutuzibia tusifike. Natoesha kwa jina la Yesu Kristo, natoesha kwa damu ya Yesu Kristo kila miiba iliyowekwa njiani. Ninaiondoa sasa katika njia ya mwanamke huyo, katika njia ya baba huyo, katika njia ya kijana huyo, katika njia ya mwanafunzi huyo. Naondoa kila miiba, masumbufu ambayo yanatokeza madogo madogo. Natoesha kwa jina la Yesu, natoesha kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana, ingilia kati. Wewe uliyesema utayanyosha mapito, wewe uliyesema utaenda mbele yetu na kupasawazisha mahali palipoparuza, wewe uliyesema utakaa pamoja nasi na ukawaokoa wana wa Israeli katika jangwa lenye nyoka na vitisho, maana ulienda mbele yao. Nenda na baba huyo na mama huyo na kijana huyo na mtumishi huyo, isafishe njia yake Bwana, inyooshe njia yake Bwana. Ondoa kila vilivyoziba, ondoa kila miba, masumbufu yote wanayoachilia. Kila siku anapigwa tarehe, kila siku anapigwa kalenda. Napangua kwa jina la Yesu, napangua kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, mpingeni shetani naye atakimbia. Nami napangua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Raba shata bakanda indoromo sata yamanda rikatiri yamanda raba shata lika sokota yamanda reba sata rabakata. Baba, naachilia neema, ile damu yako takatifu ipite, ile damu yako takatifu iachilie neema. Malango yakawe wazi, njia ikawe nyeupe kwa jina la Yesu Kristo. Njia yake ya mafanikio ikawe nyeupe, njia yake ya kuinuliwa ikawe nyeupe, njia yake ya kupandishwa ikawe nyeupe kwa jina la Yesu Kristo. Ninambariki sasa, maombi yake yakapate majibu. Asante Bwana Yesu Kristo kwa sababu umetenda. Asante Bwana kwa sababu uko pamoja nasi. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja, akauone wokovu wako na neema yako. Pokea utukufu na heshima. Mkumbuke Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Nikusisitize tuendelea kuomba unapokuwa nyumbani. Msi Bwana, mimi nakupa uelekeo, endelea kuomba. Lakini pia usisahau kushare na watu wengine,
na kusubscribe kama bado hujasubscribe. Hakikisha unafanya hivyo ili tunapokuwa hewani uweze kupata, lakini pia unaweza kutuandikia ushuhuda pale chini, na pia kisukumo kutoa sadaka yako unaweza ukaachilia kwa ajili ya Bwana, kwa sababu kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Shalom.